Unaposafiri katika bahari au katika ziwa, ukiwa kwenye mtumbwi wa mbao, tunaona mara nyingi kuna mitumbwi, boti za mbao kule ziwa Victoria, ziwa Nyasa, ziwa Tanganyika, bahari ya Hindi na maeneo mengine na mito mingine mikubwa ambako watu wanavuka na boti za mbao, na nyuma wamefunga injini ya Yamaha au wanatumia makasia. Lakini ikiwa katikati ya chombo kuna mtu mmoja ana patasi, hiyo ni silaha ya hatari sana katika kusafiri kwa chombo cha mti na mtu mwenye patasi. Na kwa bahati mbaya akaanza kutoboa mtumbwi mkiwa katikati ya maji, huyo mtu hafai, ni hatari kwa maisha yako. Sasa naomba uangalie sana katika safari yako ya maisha, ni nani unayesafiri naye katika bahari ya dunia hii iliyojaa mawimbi, misiba, riski, ufukara, magonjwa, dhiki. Biblia inasema bahari ya dunia hii, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Lakini imeandikwa, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Angalia sana katika bahari ya maisha, ni nani ana patasi? Ni nani anatoboa mtumbwi? Ni nani anataka familia izame? Kuna watu tumezaliwa nao tumbo moja, tumenyonya ziwa moja, lakini wengine wamebeba patasi, wanatoboa mtumbwi kwa maneno, kwa maapizo, kwa kuroga, kwa kulaumu, kwa chuki, kwa fitina. Angalia, kama kuna mtu amebeba patasi katika safari hii ngumu ya maisha na katika safari hii ya bahari ya maisha, na umemshtukia mtu ana patasi, anatoboa kwa makusudi boti izame, usisubutu kuvuta makasia. Haufiki pwani, haufiki pwani. Waondoe watu wanaoleta maumivu katika moyo wako kadiri inavyowezekana na kwa gharama iwayo yoyote. Maneno niliyowaambia ni roho, tena ni uzima.